kuna application, online application pale ndipo tunakwenda ku-click. Kwa hiyo itafunguka, itatupeleka kwenye page nyingine. Kwa hiyo kama unavyoona hii form jinsi ilivyo. Kwa hiyo tuna click hapo, inatupeleka kwenye form nyingine hii hapa. Unavyoona hapo kuna application status and submitted, lakini kwa pembeni hapa kuna edit personal details. Kwa hiyo hapo ndio tunakwenda ku-click ili iweze kutupeleka moja kwa moja kwenye fomu ambayo tunapaswa kuijaza katika mfumo wa CSC. Kwa hiyo hivyo tuna click, inatupeleka kwenye mfumo wa CSC tayari ya hapo fomu. Hapa tunakwenda leo kufundisha namna ya kujaza personal information. Kwa sababu personal information, hii fomu ya CSC ina vipengele vingi. Na personal information ni moja ya kipengele moja hapo ambacho ndicho cha kwanza kabisa. Kwa hiyo tunaenda kufundisha personal information, namna ya kuzijaza vizuri. Kwa ukiangalia hapo given name umeandika mandate. Kwa hiyo tunajaza yale majina ya mwanzoni yale. Kwa Tanzania kuna mara nyingi huwa tuna majina matatu. Kwa yale mawili ya mwanzoni yale ndio tunaweka hapo, yanakuwa kama given name. Na kwa upande wa surname, jina la ukoo surname pia ni mandate. Lile la mwisho tunaliweka hapo. Hakikisha kwamba majina yote ambayo tunayaweka tunaingiza kwenye hii form yanasomeka kama yalivyo kwenye passport. Na unashauriwa sana unapokuwa ukijaza hii form hakikisha kwamba unakuwa na document karibu ikiwemo na hiyo passport. Kwa hiyo hapo Chinese name ni Chinese name, kama uko na Chinese name unaingiza hapo. Lakini kama una Chinese name unaacha, kwa sababu sio mandate, ni option. Lakini tunakushauri unaweza pia ukienda kwenye Google, ukibadili hayo majina yako yanaweza yakakuletea Chinese name na ukaiweka hapo, lakini kwa sababu sio less concern sana, unaweza ukaiacha. Kwa tunaenda kwenye date of birth. Hapo tunaingiza mwaka kama kawaida, mwaka, mwezi na tarehe ya kuzaliwa. Kwa hiyo tunaanza kusearch mwaka huo, mwaka wa kuzaliwa. Unaweka mwaka 1996, okay. Mwezi Oktoba, tarehe 4, sawa. Gender, hii fomu ina gender mbili, male and female. Basi ndio zinaonekana hapa. Marital status kama kawaida unaingiza marital status. Tunaenda kwenye kipengele cha nchi uliozaliwa kama kawaida, Tanzania. Na unaweka, unaenda seat of birth, hometown unaweka hapo. Una type, unakwenda kwenye the regions. Kwa hiyo hapo kwenye region kama wewe ni Christian unaweka Mkristo, kama ni Muslim unaweka hapo. Kwa hiyo unaweka hapo, alafu then tunakwenda nationality.
Nationality. Tanzanian. Okay. Language. Kwa hiyo hapa Swahili haipo, lakini tuna follow kwenye ile category ya English speakers. Kwa hiyo hapo maana yake tunaingiza English. Hapa sasa tunakwenda kwenye passport number. Unaona kabisa kwenye box hapo ameandika recommended. Kwa hiyo passport number, andika passport number hapo. Mara nyingi passport number ya Tanzania inaanza na T. TAE. Kwa hiyo zinafuata hizo namba nyingine ambazo ni unique number, kila mmoja anakuwa na namba zake. Kwa hiyo unaandika hapo hizo namba. Ukishaandika hapo, passport ndio kila kitu. Unaenda kwenye date of expire, unaandika, kwa sababu ukiangalia kwenye passport yako pale kuna date of expire. Kwa unaandika hapo, unahakiki, unahakiki kama ziko sawa. Okay. Kisha kwamba kila kitu unachoingiza hapo kiko sahihi. Unakwenda kwenye telephone. Hapa ni personal contact information. Kwa hiyo kuna mawasiliano kama namba ya simu. Unaandika namba ya simu hapo. Mara nyingi lazima uanze na zile country code. Tanzania tuna kodi zetu ambayo ndio hiyo hapo, kodi yetu. Unamalizia na hizo namba ambazo ni namba zako za mawasiliano. Unaziandika hapo. Baada ya hapo kuna email tayari. Kuna alternative email kama email nyingine, sio recommended, hiyo ni option. Kuna WeChat ID kama una WeChat, kwa sababu China wanatumia WeChat kama social platform kama hizi za ambazo tumezoea WhatsApp. Kuna Skype number kama unayo, lakini sio recommended, ni option. Kwa hiyo kuna address hapa ni mandate. Kwa hiyo hapo unaweka address. Unaona kabisa hapo address pia boxi hiyo. Address hizo naweka hapo. Address sawa. Address yali. Kwa hiyo tunakwenda kwenye emergency contact information. Kwa hiyo hapa ni mtu wa karibu ambaye for emergency ana play role. Kwa hiyo hapa tunajaza majina yake, majina, jaza. Na kwenda kwenye gender kama kawaida. Gender ni 2 tu yani. Relation kwa hapo ni parent, mahusiano na muombaji. Namba kama kawaida, namba za simu na kodi za Tanzania kama kawaida. Zinafuata hizo namba nyingine ambazo
zinaandikwa kwa usahihi, kwa sababu for emergency siwezi kaleta tatizo. Kwa hiyo hapa email ni mandate. Kwa hiyo unakuta labda mtu wako wa karibu ana email, au unaweza ukamfungulia ukafungua email, au ukamwambia yeye akatengeneza email ili uweze ukaiweka hapo. Kuna address pia ni mandate kwa ajili ya kumfikia huyo mtu wako wa karibu. Kwa hiyo kama mna share address, basi unachukua zile ambazo wewe unazozitumia, kwa sababu address ni address tu. Wewe unaweka hapo, una share address, sawa, unashaweka sawa. Sasa hapo unahakiki, zinahakikiwa, una verify, unapitia kama ziko sawa, una save done. Okay. Kwa hiyo hapo, ndugu mtazamaji wa channel yetu, usisahau kusubscribe na kushare kwa watu wengine hii habari njema.